kujumuika ama kujukumika kwenye vita dhidi ya korona. Haya yanatokea Kenya ikinakili visa 440 baada ya kupima sampuli 3197. Watu 5 wamefariki na kufikisha jumla ya vifo kuwa 285. Tupate taarifa hiyo. Rais Uhuru Kenyatta hajarejesha vikwazo vya kuwafungia Wakenya kwenye kaunti kadhaa kuzuia msambao wa korona. Hata hivyo, amesisitiza umuhimu wa jukumu la kila mmoja kuchangia vita dhidi ya korona. Let us not follow the examples that we have seen across the world. The fact that countries do not report everything that happens in their countries. We are an open society. We tell our story. Our media is free. Wakati huo, muda wa kafyu umeongezwa kwa siku zingine 30 kuanzia saa 6 usiku wa leo. Hakutakuwa pia na uuzaji wa vileo kwenye maeneo ya burudani na hotelini. But our nationwide curfew shall remain in force for a further 30 days. That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants across the territory of the Republic of Kenya, effective midnight today for the next 30 days. Mkutano huo na magavana pia umeazimia kuwarejesha wataalamu wa kushughulikia wagonjwa mahututi waliostaafu kazini kusaidia mchakato wa dharura zinazoletwa na maradhi ya korona. The Ministry of Health will develop a protocol to temporarily retain retired ICU staff and anesthesists to support the medical staff assigned to dealing with serious COVID-19 cases in the counties. Na kwenye hesabu za korona, Kenya imefikisha jumla ya watu 17,975 walioambukizwa korona baada ya kunakili visa 440 vipya saa 24 zilizopita. Nairobi bado inaongoza kwa idadi ya visa, huku watu wengine 5 wakifariki na kufikisha idadi ya vifo kuwa 285. Rais pia amedokeza kuhusu mikakati ya kurejelewa kwa hali ya kawaida ya masomo, ikizingatiwa kwamba hadi sasa muhula wa pili shuleni kote nchini umesalia kitendawili, ikijumuishwa na mitihani ya kitaifa. Waziri wa Elimu Profesa Magoha ataita mkutano wa washikadau wote wa elimu waweze kupatia wazazi, waweze kupatia wanafunzi na watoto wetu wote vile tutaendelea. Rais pia ameagiza vyombo vya usalama kutowapa nafasi watu mashuhuri nchini kukaidi sheria za kafyu pamoja na mazoea ya kukongamana na halaiki za watu kwenye mikutano. Mark Namaswa, KTN News. Na wakazi wa mtaa wa Langas mjini Eldoret walitamaushwa baada ya mwanamume mmoja kupatikana amefariki katika chumba cha kulala cha baa moja.